Maoni yangu ni kwamba kwanza, katika kipindi cha miaka miwili niliyokuwa CCM, ndio sijawahi amini Nchimbi ni miongoni mwa watu wachache ambao wamekuwa waadilifu, ndio hana sifa za ufisadi, wizi, wala tamaa ya fedha. Ni mtu ambaye analipenda taifa. Kwa kipindi nilichokaa naye, nimesafiri naye, nimekula naye, nimefika nyumbani kwake, ni mtu anayelipenda taifa lake. Ni miongoni mwa wanachama wachache sana ambao wanafuata falsafa za Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kwa kitendo cha kujiuzulu akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa maoni yangu mimi nadhani ni pigo kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, na nadhani lazima kuna vitu haviko sawa ambavyo vimempelekea ajiuzulu. Unafikiri na kwenye barua yake amesema kwamba anakuwa nje, anakuwa kando, kwa maana kwenye masuala ya kiuongozi pamoja na masuala yaani masuala ya kiuongozi kwa umma kiujumla, tuseme masuala ya kisiasa kiujumla. Lakini juzi alizungumza kwamba tupigania katiba mpya. Ndio. Yeye anatuacha, anaenda nje na lile ambalo alikuwa analisema siku za nyuma. Tafsiri yake ni nini? Ni mapema mno kusema kwamba yale aliyokuwa anayapigania au alikuwa anataka kuyapigania ameyaacha. Kwenye siasa kuna mambo mengi. Kwa hiyo sidhani kama ni wakati mwafaka kwamba anatuacha labda, kwa sababu hajasema kwamba ataacha kupigania maslahi ya taifa. Kwa hiyo mimi namuona kwamba labda ametaka apate uhuru, na ili afanye kazi kwa uhuru zaidi na kuonyesha uzalendo alionao. Mimi ukiniuliza jambo moja kati ya watu ambao nimeona ni wazalendo, Nchimbi kwangu ni namba moja, kwa sababu nimekaa naye karibu. Kwa sehemu nimemfahamu sana, hana tamaa ya fedha kama nilivyosema, ni mzalendo kweli kweli, anapenda maisha ya ni mfuasi wa baba wa taifa kweli kweli. Kwa hiyo mimi nilishangaa kuona kwamba kumbe ndani ya Chama cha Mapinduzi bado kuna watu ambao bado ni wafuasi wa Mwalimu Nyerere na wanalipenda taifa. Kwa hiyo mimi nadhani tusimhukumu kwamba labda anatuacha, labda anahitaji muda wa kujitafakari, na kwa sababu bado nadhani sio mzee, umri wake bado ni unaruhusu, nadhani mambo yataendelea kurivili zaidi kitu gani kiko zaidi. Lakini kwenye barua ile tena anasema kwamba nimeona kama amesema kwamba amekubaliana na matamanio ya rais, ambao rais nadhani alikuwa anataka mabadiliko. Ile kwamba rais anataka mabadiliko kama center hivi, kwamba inaonekana rais alikuwa hamtaki. Sio kama nimesoma vibaya. Uko sawa sawa, kwa maana kwamba kwenye barua yake amesema rais anatamani mabadiliko, anataka mabadiliko. Kwa hiyo yeye ameamua kupisha, na mimi nimeamua nimpe hilo tamani. Kwa hiyo naona labda hawakuendana na mawazo ya rais. Kwa hiyo kwamba kuna mambo anaweza katoa mchango kwa taifa kwa uhuru zaidi kuliko akiwa amekaba ndani ya chama. Mchungaji, kuna masuala vice versa hapo unayaona? Unataka kusemaje? Sikuelewi. Kwamba mabadiliko anayoyatamani yeye ni tofauti na yale mabadiliko ambayo anayatamani rais wa nchi. Mimi naona hivyo kwamba hawako kurasa moja. Yaani naona kama Nchimbi anavyoliona taifa la Tanzania na jinsi Samia anavyoiona Tanzania, naona ni vitu viwili tofauti. Wanaitazama Tanzania kwa tofauti. Lakini sasa hao wananchi kwa huku mtaani, mchungaji, unawaona wakiwa kwenye hali ipi? Acha msingi wa Tanzania tunataka tujiulize. Hasa nataka ni watonye CCM ambao nilikuwa kwenye chama chao. Katika kipindi kifupi hiki Mpango amejiuzulu. Yes. Ndungai walipingana naye. Yeah. Akamtoa uspika. Yeah. Majaliwa wakamzuia kugombea. Tulia akaondolewa uspika. Na sasa Nchimbi, ukiachilia mbali Biteko, wakina Januari, wakina Bashe, nadhani CCM wanajaribu kujiuliza CCM ya bara ina matatizo gani, watu wao wanazidi kupukutika. Hiyo nawapa kama faida wana CCM wajiulize na swali kwamba wanazidi kupukutika. Ni kama kwenye banda la kuku. Kuku wananyofolewa moja moja, wengine wanaendelea kula, wanadhani wataendelea kuwa salama. Anakamatwa huku, wengine wanakula. Kwa hiyo kila mtu ananyofolewa. CCM bara imekaa tu inaangalia. Kwa hiyo ni jambo la kujitafakari. Na
Vipi sasa wale ambao kwenye hizi nafasi za huku chini wanapaswa kuwa upande upi? Sasa hiyo ni chama chao, siwezi kuwasemea. Hiyo kila mtu achanganya na za kwake mwenyewe. Achanganya na za kwake mwenyewe. Nakushukuru sana hizi achanganya na za kwao wenyewe. Kiujumla tungesema kwenye kambi ya wenzetu kuna bundi. Ametua upande wa pili bundi, kwa hiyo nadhani kwetu sisi ni furaha kama bundi ametua kule upande wa pili, na nadhani Tanzania mpya inakaribia. Ni furaha kwenu ninyi kama wapinzani au ni furaha kwenu ninyi kama? Mimi nafurahi kama wapinzani na mimi binafsi, kwa sababu kiukweli mtu kama Nchimbi kutumika ndani ya CCM ni haiwezekani. Unafikiri kwamba ni pengo ndani ya CCM? Sasa sijui, ila najua kwa maono ya Nchimbi na kulipenda taifa lake na mambo yanaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi, Nchimbi sio mahali pake CCM. Kauli yako ni tata. CCM ile ya Mwalimu Nyerere haipo tena, na Nchimbi angetamani CCM yenye kupenda watu, yenye kujali maisha ya watu, yenye kutunza rasilimali, CCM yenye uhuru wa kuongea. Sasa CCM hii hayo mambo yote hayapo. Kwa hiyo kwa Nchimbi kukaa kwenye CCM hiyo sioni kama angeweza kukaa. Mwenezi wa CCM walisema, na ndio maana toka amekuwa makamu wa rais, hotuba zake alizozihutubia zote muda mrefu ameonyesha msimamo wake tofauti ambao haujaendana na wana CCM walioko madarakani wengi. Lakini vile vile alipokuwa na rais amejitahidi sana, amekuwa anaongea dakika moja na mwachia rais mwenyewe. Mwenezi wa CCM alisema kwamba mtu yeyote anaweza kupelekwa kwenye kamati ya maadili. Unafikiri kuna msukumo kwenye hili? Kwa sababu ni siku chache baada ya pale. Kwa sababu hivyo ni vikao vyao vya ndani, ni ngumu sana mimi kujua. Na ukumbuke bwana Ndabira, mimi sasa hivi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia. Sasa mambo mengi ya CCM sasa hivi siyajui sana. Una vitu vingi mchungaji vya unavyovifahamu kuhusiana na masuala ya kisiasa, na ndio maana tunajaribu kuuliza maeneo yote. Hiyo naelewa, lakini vikao vya ndani sivijui sana. Sawa. Mchungaji, mimi nikushukuru kwa maoni yako ndugu yangu. Asante sana.